kwenda kuhitimisha kalenda ya uchaguzi ya Tume ya Uchaguzi kwa mafanikio makubwa, kwamba ndani ya wilaya yetu amani na utulivu imetamalaki. Lakini katika wilaya yetu wapiga kura zaidi ya 80% wamejitokeza. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ushirikiano kati ya serikali na viongozi wa dini, kwa pamoja wamewezesha kufanyia kazi hili jambo na kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Sisi kazi yetu iwe ni kazi ya ziada, kwamba kesho ni Ijumaa, tunaomba sana itumike pia kama ambavyo umesema, kwamba tuwakumbushe waumini wetu tarehe 29 ni siku muhimu sana, wajitokeze kwa wingi. Lakini Jumamosi kwenye ibada pia, kwa wale tunaosali Jumamosi, tutumie nafasi hiyo pia kuwakumbusha waumini wetu kwamba tarehe 29 ni siku muhimu sana. Hali kadhalika Jumapili tutumie fursa hiyo kuhakikisha tunawakumbusha wananchi wetu na kuwasisitiza kwamba wasiwe na wasiwasi kuhusu amani na utulivu ndani ya wilaya yetu. Kwamba sisi kwenye serikali tumejipanga kikamilifu sana kuhakikisha tunakuwa na amani na utulivu, na watu wajitokeze kwa wingi, na wakisha kwenda kupiga kura basi arudi kuendelea na kazi zake au na majukumu yake aliyojipangia. Kwa fikra na mawazo waliokuwa nao viongozi wetu wa wilaya, mpaka kutuita sisi viongozi wa dini kwa ajili ya kuja kuzungumza swala zima la uchaguzi wa tarehe 29. Hili ni jambo ambalo linahitajika kwa kila Mtanzania iwe kwamba amelithamini na kulitia akilini. Amani ni kitu ambacho ni kielelezo kikubwa hasa katika Uislamu. Tukiangalia dini yetu ya Kiislamu, na dini la Islamu ni dini ya amani. Amani si tuko nito kwa wananchi au Waislamu kwa ujumla. Basi wito wangu naomba kwamba wasisikilize maneno ya propaganda ambayo yanaletwa na watu ambao hawatakii mema jamii yetu. Kwa lazima uende sambamba na mwelekeo ambao ni wa kupiga kura na kuitunza amani yetu kama ambavyo Uislamu unavyotuamrisha. Bwana Muislamu, ukivunja amani ndio umevunja dini yako. Kwa hiyo kwa Muislamu wito wangu kwamba usivunje dini yako, dumisha amani yako kama ambavyo tumeelekezwa na dini yetu ya Kiislamu. Leo tulikuwa na kikao sisi kama viongozi wa dini pamoja na mkuu wetu wa wilaya, na kilikuwa kikao nyeti kwa sababu kilikuwa na agenda 3 muhimu. Agenda ya kwanza ilikuwa inahusiana na hali ya usalama kwa wilaya na kwa taifa ikoje kwa sasa. Lakini agenda ya pili ilikuwa ni hali ya usalama kuelekea uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba. Lakini agenda ya 3 ambayo mheshimiwa mkuu wa wilaya aliongea na sisi kama viongozi wa dini ni ombi lake yeye kama mkuu wa wilaya kwetu sisi kama viongozi wa dini tunapoelekea uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba. Kama viongozi wa dini na mimi kama mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa ya Kipentekoste tumezipokea agenda hizi muhimu 3 na tumejadiliana sana kwa kina pamoja na mkuu wetu wa wilaya na kamati yake, kwa maana ya kwamba kwenda kuwahamasisha waumini wetu makanisani namna ambavyo wanapaswa kuwa watunzaji wa amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Na tumepokea jambo nyingine la kwenda kuwahamasisha waumini wetu kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura katika hali ya utulivu, katika hali ya amani. Kwa nafasi yangu mwenyekiti BAKWATA wilaya ya Mkinga, nilitoa angalizo kwa viongozi wote wa misikiti wilaya hii ya Mkinga pamoja na maimamu kwamba Mungu ajalie kesho yaumul Jumaa misikiti yote isome kunuti. Hii kunuti ni dua kubwa sana ya kuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kutuokoa na hili jambo ambalo liko mbele yetu. Tunachohitaji ni amani, na ndio maana nilijaribu kuzungumza na kusisitiza kwamba hakuna kitu cha thamani katika maisha ya mwanadamu kama amani. Tunafanya ibada, tunakwenda mashambani, tunafanya kila jambo, lakini kumetulia, hakuna shida. Salam salimna ya salim bi rahmatika rahmatin ifadili subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Siku ile ya uchaguzi inapofika, naomba wewe ukasimame kama askari, ukasimame kama usionekana kwa mtu yeyote. Wilaya yetu ikawa na amani, nchi yetu ya Tanzania ikawa na amani, waumini wote wakae na amani.